Ladies and gentlemen, karibu sana. Imekuwa muda mrefu sana na najua kwamba hatuja kuwepo hapa kuzungumza moja kwa moja. Karibu sana. Nashukuru sana kwa sababu ya wakati wako. Mimi kwa majina ninaitwa Nyapto Dennis, ukipenda utaniita Kuntu. First of all, before nisungumze kitu chochote, niruhusu kwanza niweze kukongratulate ama kupatiana kongole kwa baadhi ya wanariadha ambao wamepeperusha bendera ya Kenya juu. Tuko na Evans Chepet ambaye amedefend Boston Marathon. Tuko na Penson Kipruto ameleta bronze. Tuko na nani huyu? Kuna baadhi, tuko na Hellen Obiri pia tumemwona kule. Tumeona Eliud Kipchoge ameweza kufanya vizuri, na tunawaheshimu sana baadhi ya wanariadha ambao wanapeperusha bendera ya Kenya juu. So Kipchoge Keino Eliud Kipchoge, shukrani sana. Anachukua nafasi hii pia naweza kumpongeza Evans Chepet na Penson Kipruto. Mmefanya kazi nzuri sana. Mtazamaji, na kukaribisha moja kwa moja tuweze kuangazia katika maswali mawili matatu hasa yale ambayo yamenilete hapa. Unajua wakati kitu kinafanyika, hatutaki kwenda kombo, hatutaki kujificha. Kama ni spade, let's call it a spade. Tusianze kusema kama ile kijiko kubwa. Hapana, hatuna kijiko kubwa. Kama ni spade, ni spade. Kama ni spoon, ni spoon. So, I am here today to give a clear message to the right President of the Republic of Kenya, Mr. William Samuel Ruto, who is now representing the national unit of this country. Meaning, when you are a president, we don't want to look or we don't want to mind where you come from, what tribe you come from, or whatever. So when you are a president, you represent the national unit. You come from every tribe. But here in Kenya, we have a very big challenge. Even politicians, leaders, they don't want to mind about this tribal. And if we are not going to deal with this, hii itaenda kumaliza Kenya kabisa. Kama umenisikia vizuri, wakati ambapo nimeanza katika ujumbe wangu, nimeanza kwa kupatiana kongole na shukrani kwa baadhi ya wanariadha ambao wamefanya vizuri na vyema, hasa kwa kukimbia. Ile kitu ambacho kimeleta hapa katika risali moja ambayo imeisha, Dr. William Samuel Ruto kwenye mitandao yake ya kijamii alijitokeza, akachukua muda mwafaka na akaweza kukongratulate watu wa kwao peke yao. Tupo na mtu anaitwa Penson Kipruto, Evans Chepet na Eliud Kipchoge. And one thing I want to remind you here is this. Before this, tulikuwa na Hellen Obiri. Apart the three people ambayo William Samuel Ruto amecongratulate, they come from his home. The lady who performed well above any lady was Hellen Obiri, who comes from Kisii. Lakini, on this, the president took his time. I don't know kama ni yeye, lakini watu wake. Na watu wake hawawezi wakaandika kwa mtandao kama hajasema fanya ABCD. The president who is now representing the national unit, the national symbol, alicongratulate watu wa kwao peke yao, Kipchoge, Penson Kipruto, Evans Chepet, and forgot to congratulate Hellen Obiri. The only lady who performed well today in this marathon, which is done in Boston Marathon.
I want to state this, that if there is a mistake which was done, but later wakati watu wame-raise alarm, ndio sasa ameandika. If you go to Facebook, you know, some people you might think ile kitu ambacho nasema hapa ninasema kwa sababu ya kusema. Hamna. Wewe unaweza ni church labda kwa lugha yangu, lakini ile ujumbe nataka uweze kukufikia ni kwamba naibu wa rais ama rais William Samuel Ruto, rais wa 5, yule ambaye anafaha kuonyesha national symbol unit, sasa kumaanisha anachukua wakati mwafaka, ana congratulate watu wa kwao, na anaacha mtoto wa Mkisii ambaye ni mwanamke peke yake kwa siku hii ya leo, ambaye ametia vyema katika hii marathon. If you check on Facebook on William Samuel Ruto, the verified site, ikona patch ya blue, you can see ametacha watatu 1 hour. Right now it can go to 2 hours or whatever hours. But hii sasa wakati watu wameanza kugombana, wewe rais wako na ukabira, mbona unaacha mtoto wa Mkisii nje? That is the moment amekuja ameweka hiyo post na akasema kwamba hongera Hellen Obiri. One thing I want to state is this. Sometimes Kisiis, we or they have forgotten outside this government. And indeed, the Deputy President Rigathi Gachagua stated that this government, it is a company. If you don't have any share in this company, meaning you don't have much shares, you won't gain anything else. Just typing congratulations, someone can ignore. Someone can show triple. And that's why when I started this, I said, when it is a spade, let's call it a spade, not a big spoon. You know, guys, the Kisiis have been forgotten out in this government. We have been heard the president went around the country. He went to Nyandarua County. He left behind several projects. Later on this weekend, again, the deputy president went back to that region. In the same county, Nyandarua. Previous president alikuwa kule Nyandarua na naibu wake na watu wengine. Baada tena wiki ijaisha, siku zimeisha, tena Gachagua tena amerudi kule Nyandarua, tena kuongeza miradi mingine na kupanda miti. Huyu president William Samuel Ruto akienda kaunti zingine anaacha projects za pesa mingi sana, lakini wakati alikuja Kisii, zile barabara alikuwa amefungua ni zile barabara ambazo already zilikuwa zimeanza kulimwa wakati wa ile serikali ya Uhuru Kenyatta. Ukiangalia barabara ambayo inapita Rigoma, ndio unaelekea kwa na Magombo, the other side from Birongo, that road was commissioned by the president and the deputy president, who is now the president during that time. Na barabara ilikuwa imelimwa, imeweka muram na ilikuwa inaendelea, ilikuwa sasa imefika a quarter, ilikuwa na karibia kuisha. That's the same road. When he come to Kisii, it's the same road he want to commission. I don't know to commission or to omission, I don't know, but you understand what I mean. It is the same road he want to check on. It is the same road the president anaenda ka commission. Let's come to this. Kuna ingine hapa Kitutu Chache South. Hiyo barabara imeanzia sijui Nyakoe, you go to Kitutu Chache North,
the boundary near Marani town. The same road ilikuwa imeanza kutengenezwa from Marani ikafika njiani, kwa sababu ya hii siasa ikasimama kidogo. It is the same road this president William Samoei Ruto came to Kisii kusema kwamba nimeacha barabara itengenezwe. Already anacho barabara ambayo ilikuwa inatengenezwa. Hakuna kitu mpya ambayo aliacha ama alianzisha. Ukiona ile mradi wa maji ambao alienda kule Kisii, ule mradi wa maji unafanya kazi, unafanya kazi na ulianza kukua omission 2018 by the president and the former governor James Omariba Ongwae. Now, here we have some people, we have leaders from Kisii. This is the same Kisiis who missed out the PS, public, I don't know, PS, for the first time in history since independence. This is the community which missed in this section of getting the PS, public service, whatever. And now, you see now, the Kisiis, they don't own any shares in that company, which was the company of Gachagua and Ruto. That's why even they forgot to congratulate Hellen Obiri, who performed well as a lady. And yet the president took his time to congratulate the 3 people from his community. Just say congratulations. Now, unaacha huyu msichana nje. Wakisi, that's now you need to open your eyes that this government, you don't have any share there. And that's why you have only 1 CS and 3 CS. I mean, if you were fair enough, you could have given these cases the PS. You could have congratulated Hellen Obiri. And want to congratulate Raila Amolo Odinga for being punctual. Huyu ndiye peke yake ametaja watu watatu. Hakuna mjeuri kula anakimbia, lakini ametaja hawa Kipchoge, Evans na wengine na Hellen Obiri. Now the state can forget to congratulate Hellen Obiri. Si eti kwamba Hellen Obiri ameshinda after hawa. No. And I want to warn those leaders who come from Kisii. Mmeanza kukusanyika pamoja kama kondoo. And now you are telling Kisiis, it is us, this is the government. The government which we don't own any shares in that government. The government which forgets to congratulate Hellen Obiri. Kwani ni hasira gani? Hata kama walikuwa wanakimbia na watu wa kwenyu, ni hasira gani ambayo iliwafanya msichukue muda mwafaka mseme congratulations Hellen Obiri? What's up, young lady? Shida ni gani? Ni maana ninasema ikifika kama ni spade, let's call it a spade. Tusianze kusema kwamba big spoon kijiko kubwa. Hakuna kijiko kubwa. Ni spade. I want to read something here. Alisema hivi. Congratulations Evans Chepet. My phone's not that okay, simu yangu hapa naona inapotea shida kidogo kwa sababu siwezi nikaona hiyo vizuri. And mtaniwe radhi kwa sababu ya hiyo. I'm not seeing clearly on this phone, but I struggle to check on the yeah, but the main thing here, alitacha watu watatu ambao ni Evans Chepet, Penson Kipruto and Eliud Kipchoge. And akasahau Hellen Obiri. And I want to call upon this. This one
it's a clear indication that hatuna shares in this government. Kisii, they don't have any shares in this government. Is therefore, mjipange, wacha kusema kwamba hatukuwa serikali. Serikali gani ambayo inasawa hata kusema congratulations kwa kukimbia? Hata kama umekimbia na wasichana wa kwetu, umewashinda. Kusema kwamba congratulations, you deserve that one. Hellen Obiri, congratulations. Heri Kipchoge, congratulations. Evans Chepet, congratulations. And Penson Kipruto, congratulations. Hiyo tu, but una mention watatu, unaacha Hellen Obiri. This one imenikumbusha on how umechukua the what do you call directors of departments, like director of ports and whatever is from, he comes from your home. Yani in every institution, in every sector, yani anaanza hapo wa kwenyu, anaanza unafuata. Hata kama sisikiangi ama sielewi hii lugha ya Kikuyu. I remember on Saturday when the deputy president was in Nyandarua. One leader, I think it's the senator, if I'm not wrong, he said like aliongea kwa Kikuyu. Akaambia Gachagua, tunaona yule mtu mwingine kwa hizi directors wao tu wako ndo wanaanza. Sisi wote wako wapi? Hata kama sielewi, pati hiyo na Mungu anasaidia nikaelewa. And this is the government. We don't have shares. This is the government of company. This is the government ambayo iko na company. And therefore, if you remember what somebody said yesterday when the Azimio was in Kamukunji, Mwangi wa area said something. Is either we have two countries. One, Republic of Company, and the other one, Republic of Kenya. And that's all. Na ndio maana kinasema kama ni spade, let's call it a spade. Kama ni kijiko, sema ni kijiko. Ile kijiko, sema kama ni kisu, ni kisu. Si panga ndogo. Ama si kisu kubwa. Kama ni kisu na panga, ni panga. Yes. See you in the next video, guys. My name is Simple Dennis. Bye-bye.